Kuna wanaume ambao labda wakienda tu ile round ya kwanza, then inakuwa tu basi anakuwa hawezi tena kwenda mara pili. Yes. Lakini je, hauoni, kwa mimi ninavyojua ni kwamba hata mwanamke akishaenda mara ya kwanza ili aende mara ya pili hauendelezei tu pale pale. Okay. Lazima umwandae tena kidogo. Okay. Unajua, na utakapomwandaa ndio atapata ile hamu ya wewe kuendelea tena kwenda round ya pili. Na je, sio vivyo hivyo kwamba hata wanawake wanapaswa kwamba ukishaenda round ya kwanza akuandae, na sio kwamba inakuwa kama vita anakuwa anakuangalia sasa wewe vipi? Wewe nini? Unajua? Okay. Kwanza unajua issue ya mapenzi ni issue ya kisaikolojia. Sawa, ni issue ambayo inahusisha vitu vingi, sio kitu kimoja. Ukizungumzia sex inahusu issue ya kisaikolojia. Sawa, inahusu issue ya misuli, inahusu issue ya hormone, inahusu issue ya energy ulionayo wakati wa kuperform tendo la ndoa. Kwa hiyo issue ya sex ina involve vitu vingi sana ili uweze kufanikisha tendo la ndoa. Ndio maana ikitokea ukashiriki tendo la ndoa na mke wa mtu akakufumania, unajikuta kila kitu kimesizi. Kwa sababu stress zitakuja zitaharibu kila kitu. Kwa nini kufumaniwa daktari akili? Yes, kwa sababu sometimes unajua ukishafumaniwa unakuwa na msongo wa mawazo, akili yako kwa unakuta hata maumbile yamenyoa, huwezi kuperform tendo la ndoa, unajikuta yani kila kitu kinakuwa kimesizi. Na sidhani kama pale hata ukushikie panga ukwambie hebu fanya, hutaweza kufanya. Kwa sababu tunasemaga kuna homoni ambazo zikiwa juu, kuna homoni inaitwa adrenaline, kuna homoni inaitwa cortisol. Hizi ni homoni muhimu sana ambazo zinakufanya wewe uweze kumaintain ile furaha ambayo ulionayo. Sawa. Sasa ikifika mahali zikipanda sana, huwa zinakuja kuloa homoni inaitwa testosterone, ambayo ni homoni ya kiume. Kwa hiyo homoni ya testosterone ikishuka hutaweza kufanya kitu chochote.